Naam, karibuni tena ndugu mpendwa mtazamaji wa Gasore Media TV. Kama gisi mnavyotuona, tuko na ndugu yetu Bobal. Kwa wengi wanamfahamu kama Yele, wengine wanamfahamu Wepanya. Kwa hiyo atajitambulisha kwa majina, na tumekamata fursa ya kukuja kumtembelea ndugu yetu kwa mavitu fulani fulani hivyo vimemkumba ndugu yetu. Kwa hiyo atajitambulisha kwa majina vile vile na atajieleza mengi zaidi. Karibu, unaitwa kwa jina la nani? Espoir Jean-Claude Bobale. Nashukuru sana kisaona kwa ndugu yangu akinitafuta. Ewa, tuko naye kabisa hapa hivi, nashukuru kabisa. Mungu awasaidie sana kisimu mtukumbuka na mimi wenzako pigwa kuku ya mgulu zeki hapa mnaiona. Kama ilikuwa ni mabolozi sijui kabisa wangu. Yaani ina msaada kwenu, naomba msaada toa kwenu kama rafiki yangu. Jona rafiki unamwona kaepuka shida. Sasa nashukuru kabisa, njoo hiyo kabisa na ilikuwa jana kani magharibi hivi naona nani ye mtama alikuwa nitafuta sana kanikosa, lakini akanipata masaa 12 akaniambia saa 4 tukutaneni hapa kwa moteli, na mimi nikatimiza hiyo saa. Kisiri sana mchango wenu simu nisaidia sana kabisa. Mungu awasaidie sana penye mupo. Nashukuru sana kwa hii TV yetu ya Gasogwe, mziti kona hiyo upendo kabisa kwa tembea sana sana. Ndiyo ndugu Bobal, kama gisi unajitambulisha kwa watu wanakujua kama Jean-Claude sijui nani hivyo, na kwenye wanakufahamu ni Bobal. Na kwa gisi unajua watu waliotoka hapa kambini Gasogwe, najua umeishi na watu vizuri. Kwa hiyo walikuwa wanataka kujua mwanzo wa kuumwa huu mguu mpaka kuvimba hadi inakosa suluhisho hapa kambini kuma hospitali pote hapa hivi. Sijui unaweza ukawaelezea kitu gani? Mimi nashukuru sana, naomba tu msaada tu kutoka kwenu, mnisaidie juu hospitali yetu hapa, hii hospitali yetu hapa Gasogwe, hii yetu hapa kwa hapa Mkambi hakuna hata mafaa ya nzaba ilinikamata, ilikuwa ni samedi passé, nikazani vitu ya blague tu, kumbe ni ugonjwa moya yenye ewan sijui kabisa. Sasa nikapata wengine msaada tokea kwa wengine, nani rafiki yangu mwenyewe tulikuwa tumika naye msalo kaka one, sijui kama unamuona, ndio kanieba kusene bakanda fanza operation na hivi akidawa sana tumia dawa, lakini naomba tena, mimi naomba msaada kabisa, mnikimbilie mnitunzishe mguu kabisa, yani usiku sisinzii, yani mishali iko mingi sana, lakini gisi tu walianza tu opere na kushona bakuishona mpaka hivi sasa. Ni hiyo tu kakaangu, nashukuru sana kabisa, mnisaidie, naomba msaada. Ndiyo, wakati ndugu yako aliweza kukusaidia huo msaada kwa kwenda kufanya operation ya hiyo mguu. Je, wewe au wakati alitumana ile msaada hakuna chochote angalau kama dawa kuzipita wamekupatia utakuwa unatumia kama vidonge? Dawa kabisa, banipatia dawa, banipatia kama yani za kalmema yani zilikuwa dawa kama 35 comprimés na hivi niko natumia pola pola. Lakini shindano njo siyapata shindano, bakuwa naambia kama lendi njo niende banipige hiyo shindano ya penive, hiyo siku kutanaka hakuna hiyo penini. Yesu akanisaidia sasa, hiyo bidonge njo niko nakunywa kunywa pola pola, lakini hivi nilikuwa na vimba sana, nilikuwa sasa mimi pia nasikia boga, nilikuwa sasa mguu napasuka. Sijui kama mnaiona hapa hapo, kuna nani muangalie tu mapeki mpaka hivyo wangu, na leo asubuhi niliamka na kunywa tena zingine, maana usiku nilikuwa natumia bidonge kama ni 12 usiku, asubuhi na magharibi ya kulala. Lakini sasa kenye mimi na balomba mnisaidie kabisa, sio kana mimi na bibi yangu tulibisha yani sijui, yani msaada ya kukula tu njoo inanisumbua sana, kukula ni shida. Sawa sawa. Ndiyo, je, ni neno gani unaweza ukaambia wa ndugu yako au watu mliishi nao vizuri au watu mliwahi kufanya kazi ya kushevu? Ni neno gani au ni msaada gani unaweza ukahitaji na wenyewe wako nje ili waweze kukusaidia na iweze kufika kwa kutokea hapa ku Gasore Media TV? Sawa, mimi nashukuru sana, mimi naomba msaada, munisaidie kwa madonge tu juu kadogo na ndugu cha kufata problemu ingine tu msaada, mimi nabalomba avec si tuishi mwa ikambi, unajua tu tulivumaga tu pia masalo na mpaka leo, lakini sina kazi, sina hata kazi
yani nishaka tu yani faible tu. Kukula kabisa ni shida wangu. Kama mimi na msaada, kama mtu anisaidia, mnisaidie. Mungu njoo iko. Merci sana. Ndiyo, na kutokana na wewe ugonjwa, je, mguu ulivimba tu ghafla hivyo au kuna kitu umekanyaga au kuna msumari imekuingiaga hivyo? Okay, mimi nionaka tu hiyo peke na vimba. Hiyo peke hakuna kenye nilikanyagaka. Kwa sasa sengo ngo msumari nilikanyagaka pana. Ilikuwa dimanche tu, maake masaa kenda ya usiku hivi. Nikaanza kumatwa na malaria. Nikamatwa na malaria, nikasia mguu napiga moto, mishali mingi sana kwa mguu. Nikaanza tu ni vitu tu vya hivyo hivyo. Kafika lundi, mardi, mercredi. Naona mguu inavimba. Kasema maraba, hii ni vitu gani? Mange kutembea, akota kutembea. Shoke mingi sana. Kufika sasa majuzi yake. Yesu nikaona sawa peti njoo anisaidia kama nikavemi. Wakaenda wakafanya operation. Wakatoa uchafu ulikuwa ndani. Lakini mpaka hivi shoke ingaliki tu shoke tu juu kuhusu matibabu tu. Okay, kama mtanisaidia Mungu atabasaidia sana mimi kweli mtoe mwa shoke niko nayo kweli. Naam, wandugu watazamaji wa Gashoro Media TV pia na watu wanaotufuatilia. Kwa hiyo mnasikia malalamiko ya ndugu yetu Bobale na kuna kuaga msemo wanasema saidia mtu angalike hai kabla ajafa, uje uoneshe upendo wako. Na kwa saa hizi watu mliopo nje kama Marekani, wengine wako ngambo za Ulaya. Kwa hiyo tunawaomba, tunawasi sana mumtizame ndugu yetu Bobale kwa magonjwa anayopata na kwa gisa anasumbuka na mguu sana. Hapa hivi tutawaonesha sasa na mtaona hiyo mguu gisi ilivyo, na vile vile tunawahimiza mumsaidie kabla hajaondoka. Tunataka roho yenu nzuri kwa kumsaidia kingaliki hai, tuone kama tunaweza tukaokoa angalau kidogo pasipo kuja baada tumeshampoteza, ndo maserekezi na kwa za bei nyingi nyingi sana. Kwa hiyo ndugu Bobale, tunaomba shukrani sana, na pia vile vile tunafurahi kukupata kwa gisi tumetoka kule Bujumbura kwa kuja kufanya kipindi ili tuone gisi tunaweza tukakusongesha mbele au gisi tunaweza tukakutafutia labda angalau msaada kidogo ya kuweza kukutibisha, japo haitakuwa zaidi, lakini najua ile kidogo kupata ile makalmema, kupata ile mapenive ye itakusaidia. Na kwa kumalizia sijui unaweza ukasema neno gani kwa watu wanaokufuatilia kwa sasa? Okay, mimi nashukuru sana gisi mlinipokea. Ewa, kia kwanza Mungu basaidie sana. Sisi wa ndugu yangu batoka kwa Bujumbura kunitafuta, chuba nipatia taka msaada. Kwa Mungu abasaidie. Mimi nabalomba tu munisaidie kabisa. Juu mguu inanisumbua. Kwanza ilitokea naka kusema nipate ishoke, niwahi gonja TB. TB nikakunywa dawa simwa, nikamaliza. Ile kumaliza tu dawa, na ndio sasa mguu ikabisa inabakia na shoki. Mpaka sasa inaendaka na samu inarudia. Haiko sema sengo ni vitu gani, sengo hapana. Hiyo peke tu. Lakini msaada ni kwenu rafiki yangu. Ni mimi Bobale na balomba msaada, mnisaidie kabisa. Nashukuru sana TV yetu ya hapa. Hisi na hiyo alinisaidia. Mungu awabariki sana. Asante sana, namalizia hapa babangu. Ndiyo, wandugu watazamaji wa GMTV, tunafika kikomo, ndo ukingo wa kipindi hichi. Kama mnavyosikia ndugu yetu anaomba msaada sana, anaomba msaada, mumsaidie japo angalau matibabu kidogo, ili aangalie gisi na yeye maisha inaweza kasonga vizuri, na kwa gisi anaweza katafuta na kusongesha maisha yake mbele. Naam, na acha tuwashukuru tena, msichoke, tusiwachoshe sana wa ndugu zetu. Ndio tunafika mwisho wa kipindi chetu. Kwa majina hapa naitwa Marion Breeze. Nyuma ya kamera tuko na Mapenzi Kiss, ndo anayeshughulika kwa mitambo. Acha yangine atafuata baadaye. Chao chao.